Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuwa na dakika chache zilizobaki kwa ajili ya kukuletea neno la Mungu. Kwa majina yangu ninaitwa Frankie Lusajo. Ninamshukuru sana Mungu kwa neema yake ambayo amenipatia. Baraka, naomba nisaidie kugeuza hii speaker kidogo. Ambaye amenipa nafasi ya kuweza kusimama siku ya leo. Ni neema zake na ni nafasi ya kipekee ambayo Baba amenipatia. Lakini pia namshukuru sana Mungu kwa ajili ya mchungaji wangu ambaye amezidi kunilea, lakini pia na kunipa nafasi, lakini pia na kuniamini. Mungu wa mbinguni aendelee kumtunza sana kwa ajili ya mimi, lakini pia kwa ajili ya sisi sote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamefika kanisani wakakaa na majirani zao hata hawajawasalimia. Jamani, mtumishi wa Bwana, hebu msalimie jirani yako. Mwambie jirani, Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi kukaa na wewe siku ya leo. Mpe mkono Na unapomsalimia tabasamu kidogo, mtumishi wa Bwana. Haleluya. Usimuonyeshe sura ya kwamba sitaki mazoea. Nimekuja kuomba tu, ni mimi na Mungu. Kwa jirani no. Bwana Yesu asifiwe. Msalimie kwa tabasamu, mfurahie. Ajione kama amepata pia neema kukaa na wewe, si ndio? Na kama mpendeza, mwambie jirani yangu, kwa kweli leo umedams, umewaka sana. Na kama hajapendeza, mkini nywele zake kidogo haziko sawa, mwambie jirani mwambie jirani, namshukuru Mungu kwa sababu kuna Jumapili nyingine. Ingekuwa Jumapili ya mwisho ningekusema, lakini kwa sababu kuna Jumapili nyingine ninaamini utapendeza. Haleluya. Na leta neno ambalo talizungumza kwa muda ambao umebaki, na naamini sana Roho Mtakatifu atakusaidia, na natamani uweze kunisikiliza kwa makini. Somo la leo linasema njia ya kumshinda adui wa maisha yako. Njia ya kumshinda adui wa maisha yako. Njia ya kumshinda shetani kwenye maisha yako. Na andiko utakalosimamia kwenye lisomo ni Waefeso sura ile ya 6 na kuanzia mstari wa 11 na 12. Njia za kumshinda adui wa maisha yako. Watumishi wa Bwana mnaonisikiliza, hakuna mwanadamu yoyote yule aliyeko duniani ambaye ameumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu akakosa adui. Hakuna mwanadamu yoyote mwenye nyama ambaye ameumbwa kwa sura, ameumbwa kwa mfano, ameumbwa kwa uwezo wa Mungu, alafu huyu mtu akakosa maadui kwenye maisha yake. Ukiangalia wanyama ambao Mungu hakuwaumba kwa sura na kwa mfano wake, wanyama wenyewe wana maadui. Yaani wanyama wenyewe ambao hawakuumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu wana maadui. Mimea hii, miti ambayo tunaiona ina maadui pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vitu vingi sana. Samaki wa baharini pia wao pia wana maadui. Manake kuna vitu vingi ambavyo Mungu hakuviumba kwa sura na kwa mfano wake, na hivyo vitu pia vina maadui. Sembuse mimi na wewe. Manake mwanadamu yoyote yule aliyeko katika hii dunia ambaye ameumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, huyu mtu maadui ni sehemu ya maisha yake. Katika huu wakati naozungumza, anaweza akawa hana adui wa kimwili, lakini akawa na adui katika ulimwengu wa roho. Anaweza akawa hana adui wa kiroho, lakini akawa na adui katika maisha ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, ulale, uende Marekani, uende China, uende wapi, uende Japani, popote utakapoenda kwenye hii dunia, maadui ni sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na kawaida sisi ambao tumempokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, au sisi sote ambao tumezaliwa na huyu Mungu ambaye tunamtukuza, maadui zetu katika maisha yetu wanatofautiana. Yaani adui wa jirani yako ni tofauti na adui aliyoko kwako, lakini wote wana kazi moja. Naomba sana unisikilize kwa makini sana mwanzoni hapa. Adui wa jirani yako uliyemsalimia kwa tabasamu, ambaye amependeza na umekaa naye pembeni, si maadui zako, lakini maadui zenu wote hapa wana kazi hii moja ya kukuvuruga, wana kazi ya kukuondosha, wana kazi ya kutoa ile nafasi ambayo Mungu amekupa, wana kazi ya kukutoa katika namna ya wewe kumtafuta Mungu, wana kazi ya kuharibu kila kitu ambacho Mungu
kakiwekeza ndani yako. Kwa adui huwa haji kwenye maisha yetu kutengeneza. Adui huwa haji kwenye maisha yetu kututoa nafasi moja kutupeleka nafasi nyingine kubwa. Adui haji kwenye maisha yetu kutufanya kuwa wakubwa. Adui huwa anakuja kwenye maisha yako kukufanya uwe mdogo zaidi. Adui huwa anakuja kwenye maisha yako kukufanya usiwe au usimiliki au usiwe na ule uwezo wa kumiliki nafasi au kumiliki position nayo Bwana amekupatia. Ndiyo kazi ya adui. Na utofauti wa adui kwenye maisha yetu unatokana na kile ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako. Mungu alikuwa anamwambia Yeremia ile sura ya kwanza mstari wa 4 wa 5. Anakuambia kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Maana hakuna mwanadamu yoyote aliyeko hapa duniani ambaye amempokea Yesu au hajampokea. Kwa Mungu anajulikana. Na kama anajulikana, manake Mungu wakati anamruhusu, anampa kibali cha kuja hapa duniani, Mungu aliweka ukuu wake ndani yake. Mungu aliweka uungu wake ndani yake. Mungu aliweka nafasi na uwezo wa kumiliki na kutawala ndani yake. Tunatofautiana kwa sababu wakati Mungu anamuumba Melody, kuna kitu ambacho alikiweka ambacho hakukiweka ndani yangu. Na kazi ya adui, kwa nini hawezi kuisha au hawezi kuondoka kwenye maisha yetu, au hawezi kuacha kututafuta, ni kwa sababu anakuja kutoa kile ambacho, au anakuja kupunguza kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Ndiyo kazi kubwa ya Shetani, ndiyo kazi kubwa ya adui kwenye maisha yako. Adui anakuja, Mungu amekupa nafasi ya kazi. Maana adui anapokuja kwenye maisha yako, anataka wewe utoke katika ile nafasi ya kazi. Adui anapokuja, Mungu anapokupa huduma, adui anapokuja kwenye maisha yako, adui anakuja kutoa ile nafasi ya wewe kumtumikia Mungu kwenye huduma aliyokupatia. Mungu anapokupa uzao, anapokupa watoto, adui anakuja kuondoa ule uzao, ule watoto. Na ndio maana utakuta kuna familia ambazo mtoto wa kwanza alipozaliwa akafa, mtoto wa pili alipozaliwa akafa, mtoto wa tatu alipozaliwa akafa. Maana adui ameona kabisa kuna kitu ambacho kipo ndani, au Mungu amewekeza ndani ya hao watoto, na kutosimama vizuri kwa wazazi inasababisha hao watoto wanashindwa kutokea katika hii dunia. Maana adui kwenye maisha yetu huwa haji kutengeneza. Na mtumishi wa Mungu, usio unaumia sana pale ambapo unapitia mambo mengi kwenye maisha yako, kwa sababu kile ambacho kinatafutwa ni kile ambacho Mungu alikiweka ndani yako. Adui katoka mbali, Shetani katumia muda mrefu, Shetani katumia miaka mingi ili aondoe kile ambacho Bwana amekiweka ndani yako. Hata kama ni kitu kidogo, as long as kuna kitu ambacho kitakuwa na matokeo kwa maisha aidha ya mtu mmoja hapa duniani, lazima adui awepo kwenye maisha yako. Ndio maana nikasema mtu yoyote yule ambaye ameumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, huyu mtu hawezi akakosa maadui kwenye maisha yako. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si wote ambao, unajua sisi ambao tumeokoka, ambao tumempokea Yesu, Bwana ametupa tiketi, ametupa silaha ambaye ni jina lake. Nazungumza na sisi ambao tumempokea Yesu. Mungu ametupa upanga, ametupa silaha. Anajua kabisa lazima tuishi katika maisha ya kutafutwa na maadui. Maana ametupa jina la Yesu ili hilo jina lituwezeshe kushinda na maadui yatakayoinuka kwenye maisha yetu. Ni tofauti na watu ambao hawajampokea Kristo. Lakini cha ajabu na cha kushangaza, adui anapoinuka kwenye maisha yako, adui anapoinuka kwenye maisha yetu, mara nyingi sana anakuwa na kushinda na jina la Yesu nalo. Na uwezo wa kimungu uko ndani yako. Wachawi wanakuloga, wanakushinda, wanakupiga mtumishi wa Mungu, wanakugeuza kama chapati za kusukuma. And you have Jesus. Na kuna mtu yoyote yule ambaye aliwahi kupigana vita akashinda kama alikuwa hana uwezo au alikuwa hana nguvu kumzidi adui yake. Yaani mtumishi wa Mungu, ili uweze kumshinda adui wa maisha yako, ni lazima uhakikishe uwe una nguvu kuliko yeye. Watu wote ambao waliowashinda au waliofanikiwa kushinda adui zao ni watu ambao walijihakikishia wana nguvu kuliko adui zao. Ukisikia mtu mshindi,
Manake ni mtu ambaye alikuwa na uweza wa ziada kuliko watu ambao alikuwa anashindana nao. Ukisikia mtu ameshinda, manake ni kwamba alikuwa na akili kuliko watu walikuwa wanashindana nao. Alikuwa na nguvu kuliko watu ambao walikuwa wanashindana nao, zaidi ya wao. Sio katika maisha yetu tulionayo, ili uweze kumshinda adui wa maisha yako, lazima uwe una nguvu kuliko yeye. Lazima uwe na mamlaka kuliko yeye. Lazima uwe na upako kuliko yeye. Kuna watu wameanza kunielewa Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wameanza kunielewa. Sasa somo la leo linasema njia za kumshinda adui wa maisha yako. Maana kama hautapitia au hautaziishi hizi njia ambazo Roho Mtakatifu ametuletea leo, maana wewe mtumishi wa Mungu una asilimia kubwa adui watakapokuja kwenye maisha yako watakuwa wanafanikiwa kile ambacho umetumwa kukifanya. Usipomwambia leo Roho Mtakatifu akusaidie, usipomwambia leo Roho Mtakatifu akuwezeshe kupita katika hizi njia, maana una asilimia kubwa ya adui atakapoinuka kwenye maisha yako, kile atakachokuwa ametumwa kukifanya atafanikiwa. Haleluya, watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, katika nyakati tulizonazo mimi na wewe, vita vyetu si juu ya damu na nyama. Mtumishi wa Mungu, hata Wakuria ambao mnaona kama mapanga na wao ni marafiki, sasa hivi Kuria kuna namna hapa hamna. Maana katika namna ya kawaida vita vyetu haviko tena katika jeshi ya mwili. Ilikuwa hivyo katika Agano la Kale ambapo makamanda majeshi wanakusanyika wanaenda kupigana vita, lakini katika nyakati hizi mtumishi wa Mungu ukajua labda Melody anakusema vibaya, ukasema leo Melody ama zangu ama zako. Mtumishi wa Mungu Dennis ukaenda kwako pale ukafunga na ukachukua visu kama vyote paki, ukachukua na panga fulani hivi. Mtumishi wa Mungu utafungwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa hivi maadui zetu atulinao tena katika jinsi ya mwilini. Atulinao tena katika jinsi ya mwilini. Sasa ziko njia nyingi ambazo unaweza ukazitumia. Ziko njia nyingi ambazo unaweza ukazitumia ukafanikiwa kumshinda adui wa maisha yako. Yuko adui ambaye amekalia, au yupo adui ambaye yupo kwenye biashara yako, yuko adui ambaye yupo kwenye kazi yako, yuko adui ambaye yupo kwenye huduma yako. Ziko njia nyingi sana ambazo unaweza ukazitumia ukamshinda shetani, lakini leo Roho Mtakatifu anatufundisha njia 3. Mpigie Yesu makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kwanza, mtumishi wa Mungu nisikiliza kwa makini sana, kwa sababu hili neno ni kwa ajili yako, si kwa ajili ya mtu mwingine. Ni kwa ajili yako, si kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa nisikiliza kwa makini, naenda kumalizia. Njia ya kwanza ambayo inaweza kutusaidia katika wakati huu tulionao na katika neema hii tulionayo, na tumeshajua kwamba maadui hatuwezi tukawaepuka kwenye maisha yetu. Manake ni watakuja. Wasipokuja mwezi huu watakuja mwezi unaofuata. Wasipokuja mwezi wa 9 watakuja mwezi wa 10. Manake ni roho ambazo ni kamili, asiwezi zikatoka kwenye maisha yetu. Na kwa nini asiwezi zikaisha? Kwa sababu tuna vitu vya kimungu viko ndani yetu. Manake njia ya kwanza ambayo unaweza ukaitumia mtumishi wa Mungu kumshinda adui yako ni kumjua adui yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Njia ya kwanza ambayo inaweza kukusaidia ukamshinda adui yako, cha kwanza ni kumjua. Wazungu wanasema ni identify. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni njia ya kwanza. Nitaielezea na utaona mtumishi namna ambavyo inakuwa, na naamini Roho Bwana atakufundisha. Njia ya pili ambayo mimi na wewe tunaweza tukaitumia katika maisha tulio nayo tukamshinda adui, tukamshinda shetani kwenye maisha yetu. Njia ya pili ni njia inaitwa maombi. Mwambie jirani yako maombi. Maombi. Na njia ya tatu na ya mwisho ambayo inaweza kukusaidia kumshinda adui wa maisha yako
Kaka Robert, ni imani. Mwambie jirani yako imani. 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 Niliwaambia watu asubuhi ya kwamba kuna hasara kubwa sana ya mtu kuokoka alafu ukakosa kitu kimoja kinaitwa imani kwenye maisha yako. Kuna hasara kubwa sana. Yaani wewe wokovu wako hauna matokeo yoyote. Yaani kuna hasara kubwa sana wewe kuitwa umeokoka alafu kwenye maisha yako hakuna kitu ambacho kinatokea kwa sababu ya imani ulio nayo. My God. Kuna hasara sana kubwa kwenye maisha yako mtumishi wa Bwana. Ukaishi maisha ukisema umempokea Yesu alafu hakuna ishara yoyote imani ambayo uliwahi ukaifanya, kuna vitu vikatokea kwenye maisha yako. Ni hasara kubwa sana katika maisha yako ya kila siku. Nikaambiwa sasa hivi watu wengi sana wanamsema Pastor Tony kwa habari ya kujaza gesi kwa kupuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengi sana na mzee yake. Lakini wengine ni watu ambao kabisa wameokoka yani. Wengine hawajaokoka, ni emotions. Wana mzee yake. Wanasema ni vitu ambavyo haviwezekani. Ni tapeli. Alikuwa anawafurahisha watu. Na wote wanasema hivyo ni kwa sababu hawajawahi kuexperience matokeo ya imani kwenye maisha yao. Hawajawahi kuona vitu vinatokea kwa sababu ya imani walionayo ndani yao. Mtumishi wa Mungu, kwa watu ambao wana imani alafu wana Yesu, kujaza gesi kwa kupuliza ni kitu cha kawaida. Mtumishi wa Mungu, una Yesu, gesi imeisha, salio hauna, puliza. Tena sio wiki mbili, mwambie Bwana miaka 2 sitanunua gesi kwa jina la Yesu. Ni vitu ambavyo tunaviona ni vya ajabu, haviwezekani kwa sababu hatujatamani kuviona vitu vikitokea kwa kutumia imani tulionayo. Nikawaambia asubuhi kwa faida yako kwa wewe ambaye hujaje. Mtumishi wa Mungu, unavuka pale feli. Unaweza kazini mtumishi, unaweka kadi yako pale, mashine inakataa kwamba pesa hamna kwenye kadi. Usirudi tena eti kumwambia sijui naomba niwekee sijui salio. As long as una kadi yako. Uwe tu una kadi mtumishi wa Mungu, nakupa hii principle. Pesa si imeisha kwenye kadi mtumishi, na si taxi hapo inataka kuondoka. Unawahi mtihani mwanachuo na umetoka kuomba, upaka uko nao. Bwana Yesu asifiwe. Mashine si imekataa hela iliyoko kwenye kadi, manake haipo. Sasa tuone kama itakataa jina la Yesu. Kamata kadi yako, weka pale kwenye mashine, mwambie mashine, jina la Yesu funguka nipite. Ikifunguka usishangae kwamba pita, utashangaa baadaye huko. Bwana Yesu asifiwe. Na usiku kiapply ikatiki, uje uniambie tumshukuru Mungu. Na lazima itiki kwa jina la Yesu. Lazima itiki kwa jina la Yesu. Kwanza imekuwaje? Kwenye si huko. Upo katikati ndio utaanza kutafakari, imekuwaje? Nikamwambia tena mtumishi wa Mungu, pesa hauna ndani Baba amesema kwamba kakupa wiki 2 za kutumia hela. Unaona kabisa hapa hizi wiki 2 zitatoboa. Nenda kwa wakala mtumishi. Au kunielewa asubuhi. Nenda kwa wakala. Pesa hauna kwenye simu. Yesu uko ndani yake. Alafu umetoka kuomba. Upaka uko nao. Mwambie wakala, unalipa namba. Nasema unalipa namba ya Voda nini? Ya Voda. Unajaza. Unajua kabisa kwenye simu yako kuna 395. Bwana Yesu asifiwe. 0.0. Unajaza ile namba ya wakala, ndani yako unasema le breva zela bagosha teba. Baba usiniaibishe, mimi nimekubeba wewe. Ikifika kwenye eneo la pesa pale, andika hata unamuuliza 100,000 nakata shilingi ngapi? 1,500. Unaandika 100,000 na 1,500. Alafu unaweka pini pale. Unasema. Kama sasa unamwambia mtumishi umeiona? Akikwambia umeiona usiulize imetoka wapi. Chukua hela,
utaenda kuuliza huko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. It happened. Na ni mambo ya kawaida. Wangapi wananiahidi wataenda kufanya kuanzia leo kwa jina la Yesu? Ikatokea hivyo kama mlivyoamini. Nasema ikatokea hivyo kama mlivyoamini. Mtumishi wa Mungu, una kadi ya benki, hauna hela, nenda pale kwenye nanilia ATM, weka chomeka. Weka namba unazozitaja, pesa yote itatoka pale kwa jina la Yesu. Unakaja una njaa afu na Yesu uko naye. Na usiombe watu utazalilika. Nenda pale mwenyewe mwambie Yesu, mimi na wewe leo lazima unipe hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaizungumzia imani baadaye katika namna ile ya ukubwa zaidi. Kwa njia ya kwanza nimesema ni njia ya kumjua adui yako. Watu wengi wanashinda kushinda katika vita walizonazo ni kwa sababu wanaingia katika vita ambayo adui yao ni nani? Mtumishi wa Mungu, kuna tofauti kubwa kati ya kumfahamu adui yako na kumjua adui yako. Nimeanza. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kumfahamu adui yako na kumjua adui yako. Kumfahamu adui ni kwamba kuna vitu ambavyo ulikuwa unavifanya alafu ukaona haviendi sawa. Ndani yako ukaishi kabisa, hapa kuna mkono wa mtu. Haleluya. Kuna mkono wa nani? Maana ukisema kuna mkono wa mtu, maana yake kuna adui ameingia hapo, si ni kweli? Huyo umemfahamu. Lakini kumjua maana yake unatamani kujua ametoka wapi huyo adui, amekuja kufanya nini, anataka kutenda kitu gani, na anataka kuondoka na nini kwenye maisha yangu. Si kama mmenielewa hii tofauti watumishi? Ya kwanza umemfahamu adui, yupo kwenye maisha. Umeanga kama kichwa unahuduma mtumishi, alafu kichwa kama kinaumauma, huyu shetani Lakini haujui kwa nini shetani amekuja alafu akatarget kichwa chako. Haufahamu. Kwa njia ya kwanza ambayo unaweza ikakusaidia ukamshinda adui wa maisha yako ni kumjua adui kabla haujapigana naye. Come on. Andika Samueli wa kwanza ile sura ya 17 kuanzia mstari wa 3 mpaka ule wa 26. Usisome mtumishi, maana nitaelezea kidogo. Usije ukafanya mistake kwenye maisha yako ukaingia kupambana na adui. Mnamfahamu Mandonga mtukazi? Bwana Yesu asifiwe. Nachukulia mnamfahamu Mandonga Mandonga mtukazi, si ndio? Mwandonga au Mandonga? Mandonga. Kati ya watu ambao ni watu ambao yani Mandonga amebeba kikundi cha watu walokole ambao wameshajua adui yao ni nani, wameshajua adui ambaye anaenda kupambana naye, alafu hataki kumfuatilia, hataki kujua mapambano aliyopita huko, huyu alipigana na nani. Staili yake kubwa sana ni mkono wake wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anachokifanya Mandonga, anaanza anajimwamba faye. Sijui kama anapata muda. Ndio maana mapambano mengi huwa anapigwaga sana yule jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapigwa vibaya mno. Na akipigwa sisi tunamfurahia. Kitu ambacho ni cha athara sana, ambacho kinaweza kikakukuta kwenye maisha yako na ukashindwa kuendelea katika kile ambacho unakifanya, ni kuingia kwenye vita alafu hujajua unayepigana naye amekuja kufanya nini kwenye maisha yako. Nimetaja kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura 17. Biblia inazungumza kwa habari ya jeshi la Wafilisti na jeshi la wana wa Israeli. Namna yoyote ambayo unaweza kaishinda vita kwenye maisha yako alafu imani na Yesu ile naye ikawa haipo, hamna namna. Imani sio kujaribu kitu. Yaani usije kaingia kwenye maombi ukasema naenda kumkemea shetani, ngoja nijaribu kama atatoka. Unaweza ukajaribu vitu vingine, lakini usije ukajaribu kumkemea adui yako ukaishi kama okay, atatoka au atatoka. Imani sio kujaribu. Imani ni kufanya yale mambo ambayo hayawezekani katika namna ile ya kawaida. Ni kutenda mambo ambayo hayawezekani katika namna ya kawaida. Maana ili uweze kuondoa maadui kwenye maisha yako, lazima uelewe ya kwamba vita ninayoenda kuingia nayo lazima niweze kushinda. Lazima niweze kushinda. Tatizo ile ambalo lipo kwenye maisha yangu, nikiingia leo kwenye maombi, lazima hili tatizo liweze kutoka. Na ndio maana adui amezidi kututafuna nguvu, tunaishibwa tena kiroho.
nguvu tena ya kuomba inatoweka ndani yetu, kwa sababu imani yetu haionekani kwa Mungu. Na mtumishi wa Mungu, adui aweza kukuacha kwenye maisha yako yote. Akikukosa mwezi wa 8, atakuja mwezi wa 9. Hatujamaliza mwaka, mtumishi wa Bwana, hatujamaliza. Na unaweza ukawa unaishi una amani, kuna utulivu, lakini adui anatengeneza vitu ambavyo vitatokea mwezi wa 9. So usipokuwa na imani ambayo inaweza ikakusaidia ukashinda, ya kutoogopa kupambana naye, hautaweza kushinda aina yoyote ya vita ambayo itakuja kwenye maisha yako. Hautaweza kufanikiwa. Na bahati mbaya sana, sisi ambao tumempokea Yesu ndio watu ambao tunapigwa sana na Shetani. Shetani anatafuta sana usiku na mchana. Hauwezi ukashinda vita ulio nayo kama hautakuwa na imani na Yesu uliye naye ndani yake. Kuna watu wengi sana kwenye Biblia, Yesu aliambiwa imani yako imekuponya. Maana walipokea uponyaji, walitoka katika vifungo vya kipepo kwa sababu ya imani. Tunaweza mambo yote kwa sababu ya imani, mtumishi. Tunashinda vita vyetu kwa sababu ya imani. Kwa watu ambao wanaingia kwenye maombi, kwa sababu tumeshajua kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, juu ya falme za giza, mapepo mabaya. Wametuma kwenye maisha yako kuvuruga huduma yako, wametuma kwenye maisha yako kuvuruga uzazi wako. Na mbaya zaidi, kuna watu wengine maadui zao wanapitia kwenye mlango wa njozi. Watu wanaota ndoto za ajabu, mtumishi, alafu ukiamka umerelax. Hautaki kujua kwa nini Shetani amekuja kwenye maisha yako. Hautaki kuelewa kwa nini amekuja wakati huu. Daudi alimpiga Goliati, alimshinda Goliati si kwa sababu Goliati aliongea maneno mabaya, lakini kwa sababu kuna kitu ambacho kilikuwa ndani yake. Cha kwanza, aliweza kumfahamu adui yake ni nani, aliweza kujua adui yake ni nani, alafu akaingia katika namna ambayo ya kuwa na imani ya kwamba haijalishi jinsi umbo lake lilivyo, hivi nilivyo katika umri huu ninaweza kumpiga. Kwa sababu mtumishi, unaweza kutafakari mimi na kuna watu walikuwa ni wakubwa zaidi ya Daudi pale kwenye jeshi la Waisraeli. Kuna kaka zake Daudi waliokuwa wako pale, yamkini walikuwa na ukubwa kuliko Daudi, walikuwa na urefu kuliko yeye, lakini Biblia inasema hao wote walirudi nyuma, waliogopa. Na hata Daudi alipotokea, Goliathi alimdhihaki Daudi, alimcheka. Siamini kwamba kuna mtu amelizika na maisha ya umaskini ambao anapitia. Siamini kama kuna huyo mtu. Siamini kama kuna mtu ambaye amelizika na magonjwa kwenye maisha yake. Siamini kama kuna huyo mtu. Siamini kama kuna mtu ambaye amelizika na hali ya mateso kwenye maisha yake. Siamini kama kuna huyo mtu. Na kama kuna eneo ambalo Roho Mtakatifu leo amekusaidia kujua kwamba kwenye hili eneo Shetani yuko hapo, kwenye hili eneo Shetani yuko hapo, leo tunaingia kwenye maombi haya, tunaenda kumtoa kwa jina la Yesu. Ndio maana ninamalizia na neno imani, kwa sababu watu wenye imani ndio ambao adui zao leo watakapotoka kwenye maisha. Watu wenye imani, si watu wote, ila watu wenye imani ndio ambao adui anatoka leo kwenye maisha yao. Na katika maombi ambayo tutakuwa tunayafanya, nimemwomba Roho Mtakatifu akupe uweza zaidi siku zinavyozidi kwenda, akufundishe namna ya kupambana na adui kwenye maisha yako. Maana ninajua kilichoko ndani yako ni cha thamani. Adui anakitafuta usiku na mchana. Adui anatumia njia nyingi ukiondoa hicho ambacho unacho, kuondoa nafasi ulio nayo. So usipopambana,
Usipokuwa na imani na Yesu, usipoomba, usipomjua adui yako, hakuna atakayetoka mbali kukuombea. Praise, naomba tuje hapa mbele. Kuna watu walikosa nafasi kabisa ya kuja Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa kwenye maombi. Nitakushangaa sana usipotumia nafasi kuomba kwa ajili ya maisha yako. Nitakushangaa sana. Kuna watu kupata hiyo neema kabisa ya kuja kwenye maombi, na umeshajua kabisa adui yupo eneo lipi kwenye maisha yako, lakini mume wako au mke wako au ameingia kwa watoto wako. Oh Jesus. Oh Jesus. Kuna watu walikuwa wanamwambia Mungu, mateso sasa, nimechoka kuteseka, nimechoka kusumbuliwa na shetani kwenye ile eneo. Roho Mtakatifu amekupa njia za kufanya. Kuna namna yoyote unaweza kumshinda adui kama hautamjua. Hakuna namna yoyote ambavyo utamshinda adui yako kama hautaomba. Hakuna namna yoyote utaweza kumshinda adui yako kama hautakuwa na imani ya kushinda, imani ya ushindi. Na mikono yako juu. Na mikono yako juu. Neno la kutupa ushindi wa maisha yetu. Umetupa neno la kushinda kwenye maisha yetu. Umetupa neno la kupenya kwenye maisha yetu. Baba, asante kwa sababu ni neno ambalo umejua tumeteseka muda mwingi. Maadui zetu wametutesa sana. Baba, sisi ni watu ambao tumezungukwa na maadui wengi. Wako ambao watamani hiki tulicho nacho leo. Wako watu wanatamani tuwe waomba kila wakati, tuombe kila wakati. Wako watu wanatamani hata nafasi ya kazi uliotupatia iondoke kwenye maisha yetu. Wako watu hawatamani hata tupate kazi. Wako watu hawatamani hata tuvae vizuri. Baba, katika jina lako takatifu, katika jina lako takatifu, wakashindwe kwa jina la Yesu. Wako watu ambao hawatamani hata tuendelee kusoma. Alebradia zebragosha telia emifasekadas kwa jina la Yesu. Wametumwa na wachawi, wametumwa na mapepo, wametumwa na shetani waje waharibu watu wetu, waje waharibu ndoa hii, waje waharibu chumba hii kwa jina la Yesu.